Tukiwa tumesimama na miguu yetu bila kushoka, ningetaka niwapatie ufunuo ambaye Bwana amenifunulia katika 2026, being the year of God and his people. Theme ambayo tumeitoa ama Mungu aliniongoza kwenye Isaiah 31 verses 33. Mambo haya ndio Bwana amenieleza kwa sasa, tukiwa na tarajio kujua mengi kabla mwaka haujazeeka. Ni wakati ambapo tunaomba kila mmoja aweze kuwa na sikio la kusikia bingu na kinywa cha kunena vile Mungu anataka. Maana tungetaka kujua mengi, lakini kwa haya machache, tazama, Bwana akaniambia huu ni mwaka ambao utakuwa na majaribu mengi sana kwa Wakristo, na watu wengi watajaribiwa kuiacha imani kwa udanganyifu wa maisha ya kidunia. Na hii itakuwa sio kwa watu walio washanga kiroho peke yake, lakini itakuwa ni mpaka watumishi wa Mungu na watu ambao wamekoma katika imani wawe waangalifu sana, maana watadanganyika na udanganyifu wa dunia hii. Akaniambia ya kwamba watu wengi watajaribiwa kustahereshwa, yani to be comfortable, na kwa sababu ya kufutwa na mambo ya kidunia. Akanifunulia, akaniambia ile kitu itafanya watu wengi wadanganyike ni number 1, pesa. Watu wengi watajaribiwa wakipata pesa waweze kudanganyika na kustarehe, na wengine watajaribiwa kutafuta majina makubwa ndivyo waweze kusikika sana katika dunia. Na watu wengi katika hiyo hali watajaribiwa kustarehe na kuondoka katika imani iliyo ya kweli. Mungu akaniambia ya kuwa wateule wake mujihadhari katika maeneo haya. Akaniambia mtu yote ambaye anajua kuna pahali tunaenda, dunia hii itaisha, tuwe very careful about money. Pesa zitakapokuja kwako, ujiangalie sana, maana zitakupatia kupumzika, ufikirie mwisho ni hayo. Wengine watajaribiwa kutafuta majina mengi, majina makubwa kwa njia ambazo si za kiungu. Kwa hivyo watajaribiwa kwenda kwa waganga, wengine watajaribiwa kufanya mambo ambayo hayafai ndivyo majina yao iweze kuwa makubwa, na wengine kutafuta sifa kutoka kwa watu. Kwa hivyo tuwe very careful. Ukisikia watu wanakusifu kwa njia yoyote, ujue ni mtego shetani amewekea watu wa Mungu ndivyo waondoke katika imani ya kweli. Mungu akasema ya kuwa wateule wake mujihadhari katika maeneo haya, na akasema kwamba utakuwa mwaka mgumu sana kwa watumishi wa Mungu, na ni kwa sababu watu wengi watajaribiwa kuweka mzigo wa Mungu chini. Akaniambia katika njia ya maombi, watu wengi watajaribiwa sana kulegea na kusikia hawameondoka katika mzigo wa maombi, na wengine kusimama na mali zao katika ufalme. Akaniambia kwa ajili ya hiyo watumishi wa Mungu watapitia katika hali ngumu sana na watajaribiwa kujiondoa katika utumishi. Lakini Mungu akaniambia ya kwamba wasiogope watumishi wake, tukubali kusimama, maana yeye aliyetuita hatatuacha, tutasimama na yeye. Akanipa neno ambalo nitawasomea kwenye 1 Kings chapter 19. I think ni vizuri, maana niko na Biblia hapa niwasomee, na hii itasaidia watumishi wa Bwana ambao tumeitwa nyakati hizi za mwisho. Ninaona wacha ni jaribu kuisoma 1 Kings, Wafalme wa kwanza 19 verses 18. Wacha nione kama ni hiyo. Pamoja na hayo, that is 1 Kings chapter 19 verses 18. Pamoja na hayo, huyu ni wakati ambapo Mungu alimtokea Elia kwenye mlima Horeb. Na mnaelewa ni kitu gani kilikuwa kimefanyika ndivyo sasa Elijah afike kiwango cha kuona fai kuishi, lakini Mungu akamtokea kwa hali hii. Akamwambia kwenye verses 18, that is 1 Kings chapter 19 verses 18, pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000
kila goti lisilomwamini bali na kila kinywa kisichombusu. Kwa hivyo tusione ya kwamba kama watu wote wamekwisha ambao Mungu ameamurisha kusimama na kazi yake. Kuna wengine wengi ambao Mungu atahifadhi ambao watakuwa na mzigo wa kusimama na kazi yake kimaombi na katika kifedha. Kwa hivyo watumishi wa Bwana wasikose, wasikufe moyo hata kama utaona watu wakikuondokea. Akasema wachache watakao kubali kusimama na kazi ya Mungu, naye atawapa kila kitu watakao hitaji kutoka kwake. Kwa hivyo mtu ambaye atakaye kubali kusimama na kazi ya Mungu kifedha na kimaombi, atampatia kila kitu ambacho atakachokuwa akihitaji. Kwa sababu ya watu kuondokea kanisa la Mungu kifedha na kuishukulia kwa msaha na pia kukataa na pesa na vitu zao ambazo Mungu amewapa, ushungu na uzito mwingi utaonekana sana katika maisha. Na akaniambia kwamba na kwa hivyo shetani atashukua hiyo nafasi kuonyesha watu kutokuwa na haja ya kanisa. Kwa hivyo watu wengi watajaribiwa kuona kana kwamba Mungu hayuko. Maana watu wakikataa kusimama na kazi yake, shetani atasababisha umaskini na shida nyingi ziweze kuingia katika kanisa, na kanisa lionekana kana kwamba halina haja, na watu wengi watajaribiwa kuondoka. Na akasema ya kwamba watu wengi watajaribiwa kurudi nyuma. Kwa hivyo baada ya nguvu za Mungu kuonekana kana kwamba ziko kanisani na shetani kufanya watu wengi waone kama Mungu hayuko, backsliding itakuwa kubwa sana this year. Kwa hivyo watu wakubali kusimama kabisa katika imani, maana backsliding itakuwa katika hali ya juu sana. Kwa hivyo tuombe kanisa. Na baada ya hiyo uzito ambao utakuba watu wengi na zaidi kanisa kutotoka inasema baada ya hayo uzito kuondoka, Mungu atashukisha revival kubwa sana kwa wale ambao watakuwa mabaki. Mungu atawatumia katika njia kubwa sana, na kanisa Bwana atazidi kulitetea akitumia mabaki ambao watakubali kustahimili majaribu haya. Katika serikali Bwana kaniambia kwamba tuombe taifa sana, tuombe leadership sana, na juu shetani anataka kuleta roho ya assassinations. Kwa hivyo kutakuwa na a lot of assassinations, watu wa serikali kuana kusalitiana mpaka kuondoa watu wengine hawataogopa kutumia mambo ya vifo kwa ajili ya siasa. Tujaribu kuomba sana. Na baada ya hizo assassinations watu watajaribiwa kukasirika, raia watajaribiwa kukasirika, na kutakuwa mategano makubwa sana kiwango cha kusababisha vita. Lakini tukiomba Mungu haya mambo yote ataisimamisha. So ni kusema tuombe Mungu sana, maana assassination itakuwa very high, na watu wa raia watakasirika, waseme sasa is too much, na kuwe na tofauti katikati ya raia na serikali. Na kuanzia hapo sasa vita isababishwe, kuwe na umwagikaji wa damu. But Bwana kaniambia tukiomba, tukatae mambo haya, Mungu atapeana ushindi wake. Kwa hivyo ningeomba tusimame tu kwa dakika moja, tuweze kuomba kwa sababu ya kanisa, na tuweze kuomba kwa sababu ya hiyo mambo yote Mungu ametuzungumzia. Watu wasinyimwe mzigo, na ni wewe Mungu atatwika mzigo. Umwambie Bwana, mzigo utakayeweka mabegani mwangu nisijaribiwe kuweka chini. Tusimame katika jina la Yesu Kristo, tuwe na wakati wa kuomba kwa ajili ya taifa, tuombe kwa ajili ya kanisa katika hiyo mambo Bwana ametufunulia. Na ujue kama wewe uko kati yetu na wewe ni mtumishi ama unanisikia, hata kama utaona watu wote wameondoka, Bwana ana mabaki, atabakisha watakao simama na kazi yake na ufalme wake kimaombi na ukajia nyingi. Tuende mbele za Bwana, tumwambie Jehova Mungu